Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo najiandaa kumpeleka mtoto hospitali. Hilo daftari mtoto tangia anazaliwa mpaka anapofikisha miaka 18 anakuwa analitumia hilo. Tumetoka nyumbani, mbele ya nyuma kuna uwanja wa mpira na sio mmoja, viwanja vingi. Na hiyo sehemu unaona pembeni ni sehemu wanazoigizia maigizo au dance. Tuliamua kutembea kwa sababu sio mbali sana, ni kama kilomita 1. Tunatembea mdogo mdogo. Leo jua limetoka kidogo, lakini kuna baridi sana. Hapa tunaelekea, naona tram inapita pembeni. Hapa ni sehemu mji umechangamka, kuna maduka. Ukiangalia kuna zile nyumba nilizowaambia ni kama nyumba za serikali. Pia wanajitahidi sana, hiyo ni cinema, yaani sehemu ya kuangalizia movies. Kwa huku kila sehemu unakuta ina sehemu za michezo na sehemu za kuangalizia movie, yani entertainment. Wanajitahidi kwa kweli. Tunatembea mdogo mdogo, tunakaa chini kule, sio karibu sana, tunaendelea kwenda. Hapa hii ni creche, sehemu wanaokaa watoto, na juu kuna gym. Tunakaribia kufika hapo, sio mbali sana. Tunaenda mdogo mdogo. Nipo na mgonjwa wangu, anaumwa, anajisikia vibaya. Hospitali ni lile jengo lile pale. Tumeingia hapa, tunasubiri kwa kumuona daktari. Hapa ukitaka kuja hospitali unaweka appointment, kuna app. Wenzetu wamejitahidi kwa kweli, kwa sababu unaweza kukuta nyumba lakini ndani kuna hospitali. Yaani sio hospitali kubwa, ni daktari, unakuta madaktari wanakuwepo. Kwa appointment yetu ilikuwa saa 9 kasoro. Kwa tumefika saa 9:45. Kuna watu wale pale wanasubiri na wenye appointment zao. Hapa wanakuonyesha uandae carte vitale, ni kama bima ya serikali. Hizo ni vaccination, chanjo za watu wote. Hapa tunasubiri kumuona daktari. Hapa tumeingia, daktari anamwangalia. Unaona, yani ni chumba tu, lakini daktari anakuwa na kila kitu cha kukupima. Hapa mgonjwa anaangaliwa, sasa daktari anamchunguza. Mimi nimekaa nasubiri pembeni. Tumemaliza, tumetoka. Hapa wanaonyesha vitu ambavyo unatakiwa kufanya ukiwa ndani. Tumemaliza, tunatoka kurudi nyumbani. Ukiangalia ile nyumba ndani ndio kuna ofisi ya daktari. Ninachopendea huku, daktari anakuwa na ofisi yake na anaweza pia akafanya kazi hospitali. Unaweka appointment, kila daktari, uwe na kansa, uwe na magonjwa yoyote, yaani madaktari wa kila aina, kila mgonjwa. Ukitakiwa kupima, anakuandikia vipimo, unaenda maabara. Na maabara sio kama zipo karibu, hapana. Zipo mtaani mle, lakini sio kwenye ofisi za daktari au mpaka hospitali. Unaenda kupima, majibu yanatuma kwa daktari, daktari anakutumia karatasi, unaenda pharmacy kuchukua dawa. Tumezoea Tanzania unanunua tu antibiotics ukijisikia. Huku ununui antibiotics mpaka daktari aandike ndio unapewa. Tunatembea hapo, pale kuna genge, wanauza matunda, wanauza miogo. Jamani, miogo ni mitamu. Haya magenge unapata vitu vingi kutoka Afrika. Kuna nyanya chungu, miogo, viazi, yani vitu vingi kutoka nyumbani unapata hapa. Wanauza matunda ya aina mbalimbali na vitu vya aina mbalimbali. Hapa ukitaka mboga na matunda kutoka Afrika unapata. Hapo kuna makomamanga,
kuna ndizi, kuna miogo, kuna viazi, nyanya chungu. Ndizi mbichi zao sizipendi kwa sababu hazipo kama ndizi Bukoba. Hapo ni kwa nje, ndani ndizi zimeiva vizuri, matango, giligilani, minti, sijui pilipili. Hebu ona, kwa kweli yanapendeza hizo bamia. Yaani wanauza vitu vingi na wanapanga vizuri na ni masafi. Yaani huwezi kukuta muogo mchungu. Haya, hapo tena kuna madaktari. Umeona hicho kibao? Kuna madaktari wa kila aina. Unaweza kukuta floor ya chini yote, na pia ni makazi ya watu. Yaani huku daktari huwezi kukosa kazi kwa sababu unajiajiri mwenyewe. Daktari anakuwa na leseni yake, anakuwa na vitu vyake vya kufanyia kazi, vipimo sijui vya kupimia, lakini maabara sijui nini, yeye anakuandikia vipimo, unaenda kupima, anatumiwa majibu, anakuandikia dawa, unaenda kuchukua. Natamani sana na kwetu nchi za Afrika ingekuwa hivi, kwa sababu naamini ingetatua tatizo la kutokuwa na ajira kwa asilimia kubwa sana. Hapo tunarudi, ilikuwa saa 10 kamili, tukaamua kupita shuleni kwenda kumchukua mtoto mdogo, kijana wetu mdogo. Wanatoka shule saa 10:25 mpaka saa 10:30, na wanaingia saa 2:30 mpaka huo muda wa saa 10. Hapa tunafika, tunarudi nyumbani. Sisi tunakaa kwenye hilo jengo hilo. Tulitoka tukaenda pharmacy tukachukua dawa, kwa hapo tunarudi nyumbani. Nipo na shida yangu ile inahangaika zote kuonekana. Tumeingia nyumbani. Natamani na sisi tulikuwa tuna system kama za huku. Daktari anaweza akawa na ofisi sehemu yoyote ilimradi na leseni, na afanyi biashara haramu. Asante sana kuungana na mimi. Ndio tumefika nyumbani. Mi bado mgeni kwenye mambo ya kuvlog, lakini najua ninavyoendelea nitafanya vizuri zaidi. Msinichoke. Pochi yangu haiachi kukaa pembeni mpaka ipige picha na mimi. Asanteni sana.